We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. Praise the Lord, praise the Lord. We thank God for all of us, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kukufikia katika televisheni yako ukiwa nyumbani ama ukiwa mahali pengine pale popote. Tunashukuru Mungu unapofungulia hii TV. Tumekuwa katika MBCI TV kwa muda mrefu zaidi ya miaka 2, na tutaleta ujumbe huu kutoka hapa kanisani kwako ili ujumbe huu ukapate kuleta tofauti, baraka na utofauti katika maisha yako. Unajua katika Biblia neno la Mungu lazima liendelee. Na kwa hivyo katika mahubiri haya nataka niguzie mambo kadhaa ambayo tunafaa kufanya na kutubu wakati huu tunapitia janga la coronavirus. Wakati huu tunapitia janga la magonjwa ambayo ugonjwa umeua watu wengi dunia nzima. Mataifa wanalia, uchumi wa mataifa umesimama kwa sababu ya janga hili. Hapa Kenya ukitazama uoga umekuwa kwa kila nyumba. Unapata kwamba watu hata wengine hawana chakula katika nyumba zao. Wagonjwa tuko nao wengi na tutawaombea katika mwisho wa ibada hii. Na kwa hivyo ni vizuri unapotazama tukapate kuomba pamoja na tuanze ibada hii pamoja, na najua utabarikiwa asubuhi ya leo ukiwa nyumbani. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba ujumbe huu ukalete utofauti kwa mtazamaji wangu katika televisheni, na kwamba kupitia ujumbe huu kuna utofauti utakuja katika maisha yake. Biblia inasema neno lako ni moto, na Biblia inasema neno lako ni nyundo. Na kwa hivyo ninaomba neno hili likalete utofauti kwa kila mmoja ambaye anatazama, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo nataka kuzungumzia kuhusu dhambi ya Balaam. Kuna dhambi kadhaa zimetajwa katika Biblia ambazo Biblia inasema hatufai kufuata njia ya watu hao ambao wametajwa katika Biblia. Mojawapo ni inaitwa the way of Balaam. Ingine, na tukipata muda wakati mwingine tutakuja tuzungumzie, it is the way of Cain, ama njia ya Cain. Kuna dhambi ya Cain ambayo ilifanyika. Pia tutaangalia the way, another time if God gives us, kuna the way of Jezebel, ama dhambi ya Yezebeli. Na pia kuna dhambi ya Korah, the rebellion of Korah. Na kwa hivyo ukitazama Biblia utaona kwamba dhambi tumeonywa, tunaambiwa musipite barabara ya Balaam, musipite barabara ya Cain, musipite ile barabara Jezebel alipitia, musifanye dhambi ya Korah. Kwa hivyo hizi ni dhambi ambazo zimetajwa katika Biblia na tunaonywa, tunaambiwa kwamba tusizifanye. Na leo nataka tuangazie dhambi, ama tuangalie dhambi ambayo tunasema it is the sin of Balaam. Na tunaangalia from the book of 2 Peter chapter 2 verse 15. Hapo tutapata ujumbe tuelewe kwamba tumeambiwa na Biblia we should not follow the way of Balaam. Na saa hii mataifa mengi unapata kwamba tuna hii dhambi ambayo imeshika. Ni dhambi ambayo inasumbua mataifa, inasumbua nchi nyingi. Na wakati huu ambapo tuko katika wakati wa kutubu na kunyenyekea kwa Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, makosa na hatia, ni vizuri tuangalie ni dhambi aina gani tunafaa kutubu. Na mojawapo ya dhambi tunafaa kutubu ni dhambi ya Balaam. Balaam alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatumika na unabii, lakini akaruhusu roho fulani zimutawale. Badala afanye kazi ya Mungu, akaondokea kazi ya Mungu, na kuna makosa na dhambi fulani alifanya ambazo ninaomba Kenya tutubu na dunia nzima tunyenyekee, tuelewe kuna dhambi ama njia inaitwa njia ya Balaam ama Balaam na kizungu. Na katika kitabu cha 2 Peter chapter 2 verse 15, Biblia inasema they have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam. They
have left the straight way, and they have wandered off to follow the way of Balaam, son of Beor, who loved the wages of wickedness. Bible inasema wameondoka kwenye barabara ile ambayo ni ya Mungu, barabara iliyonyoka, barabara iliyo straight, wakaenda kwenye njia na dhambi za Balaam, ama dhambi za huyu nabii alizozifanya. Na kwa hivyo leo nataka tutazame ni dhambi zipi hizi alifanya zikafanya mpaka Mungu aonye ya kwamba hatufai kutupitia hizo njia na hatufai kufanya hiyo dhambi. Na kwa hivyo Bible inasema wameondoka kwenye barabara iliyo sawa, wakaingia kwenye njia za huyu Balaam ambaye alimkosea Mungu, na kuna dhambi alienda akikua kwenye dhambi akatoka. Unajua dhambi huwa inaenda ikizaana na ikikuwa kubwa. Inaanzanga, hata Bible inasema the wages of sin is death, na inaanzanga na desire, inaenda hivi, if it gives birth ina give birth to other major sins, dhambi zingine kubwa. Na kwa hivyo dhambi inaanzanga ikiwa kidogo, lakini isipoangaliwa inaenda ikikuwa kubwa, mpaka nitakuonyesha kulingana dhambi ya Balaam inakuwa kubwa mpaka inashikwa na watu wengi na wanadamu wengi wanaifanya, na ilianza ikiwa kitu kidogo. Balaam alifanya dhambi moja ambayo ilikuwa kama kansa, ikaenea ikaingia kila mahali, na watu sasa wakaanza kuifanya duniani, mpaka Mungu akatumana kupitia neno lake akasema, onyeni watu wangu wasiondoke kwenye barabara iliyo sawa, wafuate njia za Balaam, ama dhambi za Balaam ambazo alizozifanya. Alianza kwa dhambi gani? Tuangalie kitabu cha Numbers chapter 22 verse 7. Balaam ina viwango, dhambi zake zinapita mambo matatu, ama zina viwango vitatu. Na kiwango cha kwanza ambacho kinazaliwa mtu akifanya hii dhambi ni kupitia kitu kinaitwa Numbers 22 verse 7, kitu kinaitwa greed, tamaa. The Bible says the elders of Moab and the Midianite departed with a fee of divination in hand. They came to Balaam and relied to him the words of Balak. Spend the night there, Balaam replied, and I will give you the answer of the Lord. The Lord speaks to me. So the princes of Moab stayed with Balaam. Balaam alikuwa analipisha kwa sababu ya unabii. He was greedy. Alianza na tamaa ya pesa. Watu wengi wameingia katika dhambi na makosa ya maisha kwa sababu ya tamaa. Kutamani mambo makubwa, kutamani maisha mazuri. Hiyo tamaa ya pesa, tamaa ndio imeharibu. Na kwa hivyo dhambi ya Balaam ilianza na tamaa. Biblia inasema he received the wages of wickedness. Ukisoma 2 Peter chapter 2:15, Bible inasema Balaam received the wages of wickedness. Na kwa hivyo tamaa ilipoanza na tamaa ilipozaliwa, akaanza kutabiri analipisha. Bible inasema they came to Balaam, wakaja wametumwa na mfalme Balak. Unakumbuka Balak alikuwa anataka kulaani Waisraeli, na akaona wana nguvu sana. Kwa hivyo akaona atatumia nabii Balaam kulaani Waisraeli ili aweze kuwapiga. Na kwa hivyo mfalme Balak akapeana pesa nyingi, akasema endeni kwa nabii mumwambie kwamba anilaanie hawa watu niweze kupigana na wao niwashinde. Wakaleta pesa. Hiyo dhambi kidogo, Balaam alifikiria ni kitu kidogo tu, lakini hakujua amefungua mlango wa mapepo kumtawala. Hakuelewa anafungua mlango mkubwa ambaye baadaye tutakuja kuonywa na Biblia kwamba tusije tukashika njia za Balaam. Kwa hivyo njia ya Balaam inaanzanga na tamaa kidogo. Tamaa ya pengine unataka maisha mazuri, na ndio sasa unapata wasichana wetu wadogo hawataki kufanya kazi, wana tamaa ya pesa. Ndio hii title slay queen ilizaliwa. Hawataki bidii, hawataki kuchoka, tamaa ya pesa. Hiyo tamaa kidogo inazaa mambo makubwa, generational problems that will come after. Maana hizi makosa wanafanya, wanafikiri ni ya kizazi chao, lakini baadaye inaendanga ikikuwa jitu kubwa ambalo kupigana nalo itakuwa ni kazi. Na kwa usikiliza, hii tamaa kabla haijakuwa kubwa, igonge uimalize. Kabla usifungulie mapepo zingine kubwa mlango. Na Balaam alianza tu kwa kuitisha pesa. Watu wengi wamemwacha Mungu kwa sababu ya pesa duniani. Gold has become
a god to them. Dhahabu imefanyika mungu kwa wengi. Wengi hawaendi kanisani, wengi wanapigana na mambo ya Mungu kwa sababu ya pesa. Na hata Yesu alisema tujihadhari sana ya kwamba vile unapata pesa zaidi kwa maisha yako ndivyo inakuwa ngumu kuingia mbinguni usipojua kutawala pesa. Biblia inasema vizuri ya kwamba pale ati ya kwamba ngamia anaweza ingilia tundu la sindano, ni rahisi. Ngamia, tundu la sindano ilikuwa mlango wa mji, ni mkubwa. Sasa jioni ikifika ili maadui wasiingie, ule mlango unafungwa, gate kubwa, lakini wanafungua kamlango kidogo ambayo ni watu wale wamechelewa wapitie hiyo kamlango waingie kwa mji. Sasa ilikuwa wengine wanakuja na ngamia. Sasa kuingiza ngamia kwa ile kamlango ya watu wa kawaida ambao wanatembea na miguu ilikuwa kazi. Sasa lakini Yesu akaangalia vile wanasukuma ngamia iingie kwenye malango. Hiyo tundu ya sindano ni kumaanisha ile kamlango kidogo. Alipoangalia vile wanasukuma mpaka finally hiyo ngamia inaingia, akasema itakuwa rahisi ngamia kuingia kwa hiyo mlango kuliko tajiri. Maana watu wakipata pesa wanaanza kuiabudu. We should never worship money. It is a surprise ya kwamba Waisraeli walipopewa dhahabu na Mungu wakiwa Misri. Unakumbuka Biblia inasema Musa akaambiwa na Mungu, nitawapa Waisraeli kibali waende kwa watu ambao ni wa Misri, wawaitishe dhahabu, wawaitishe mali, na wakiwaitisha nitawapa favor, kibali. Na Biblia inasema Waisraeli wakapewa kibali kikubwa, wa Misri wakawapa dhahabu na mali nyingi. Hiyo dhahabu baadaye ndio wanakuja kuiabudu, wanaiyeyusha, wanatengeneza a golden calf. If you don't know how to control what God has given you, you will worship it. If you don't control the gold that comes into your life, kama hautakuwa na hekima ya vile vitu Mungu amekupa, inawezekana ukaabudu hizo vitu. Na hiyo ndio makosa watu wengi wanafanya duniani. Mungu anakubariki, anakupa gari, unaanza kuiabudu. Hiyo gari unaweza tumia muda mwingi sana na pesa nyingi kuhakikisha hii gari iko sawa, mambo iko sawa, lakini unasahau kazi ya Mungu. Mungu anakubariki, unaanza kwenda mataifa. Hiyo njia imefunguka, inakuwa chanzo chako cha kukataa kwenda katika nyumba ya Bwana. Nisikilize, dhahabu ile Mungu amekupa, usipokuwa careful unaweza inamia. Utajiri ambao Mungu amekupa, usipojiangalia na unyenyekee kwa Mungu, unaweza abudu huo utajiri. Waisraeli walipewa dhahabu, badala wa kutumia hiyo dhahabu waipatiane kama sadaka kwa Mungu, waipatiane katika the tabernacle, wapeane ifanye kazi ya Mungu, waliibadilisha ikawa a golden calf na wakainamia. Mimi nawaombea wale ambao Mungu amewabariki na saa hii mambo haya yametokea, yamekuonyesha ya kwamba dhahabu na mali za duniani haziwezi kukuokoa wakati wa mauti, wakati wa shida na wakati wa mateso. The Bible says money cannot deliver you in time of death, but righteousness will deliver you. Ati haki itakuokoa. Na kwa hivyo dhambi ya Balaam ni tamaa ya pesa, tamaa ya mali. Hapo ndio ilianza. Unakumbuka Yesu akiambiwa niinamie nikupatie utukufu wote. Shetani anamwambia Yesu, inama, worship me. Do not sell your soul to the devil. Usiuze nafsi yako kwa shetani kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mali. Usimuondokee Mungu kwa sababu ya tamaa za hii dunia. Na kwa hivyo ilianza hapo. Mtu ambaye angetumiwa na Mungu, mtu ambaye angefanya makubwa katika kizazi chake, angekuwa nabii mkubwa. Maana every gift comes from God. The devil has no gifts. I repeat, shetani hana karama, hana talent. The devil cannot give you any gift. Hata ule muimbaji unaona anaimba duniani na anaimba nyimbo za kimapepo, hiyo uimbaji iliyo ndani yake ni gift alipewa na Mungu, lakini akaitumia kumtukuza shetani. The devil has nothing to give you. Shetani hana kitu ya kumpatia mtu. Na kwa hivyo hizo gift uko nazo, kila kitu tuko nacho ni Mungu alitupatia. Sasa shida ni kwamba
The Bible says the gifts of God are without repentance. Mungu akikupa gift, akupe talanta, akupe kipawa, hakunyang'anyi. Sasa unaweza tumia hiyo kipawa kutumikia mambo mengine. Ndio unaona mtu ana kipawa, anafaa kuwa nabii, anageuka anakuwa mchawi. Anaanza kugangia watu, kuambia watu sijui maisha yako itaenda hivi. Haelewi ya kwamba hii gift alipewa na Mungu ilikuwa ifanye kazi katika kazi ya Mungu. Na kwa hivyo Balaam angekuwa mtumishi mkubwa, nabii mkubwa ambaye angeandikwa katika Biblia. Tamaa ya pesa, tamaa ya naitanga the bowl of the day, the bowl of soup. Anataka kuhakikisha maisha yake ya saa hiyo iko sawa, ikamuingiza katika dhambi ambazo tunaonywa, tunaambiwa tusifuate barabara ya Balaam. Kwa hivyo dhambi ya Balaam number 1 inaanza na kitu kinaitwa greed ama lust. Number 2, ikaingia kiwango cha pili. Wacha nikuonyeshe vile dhambi hii ilienda ikikua, mapepo zinakuja zikiwa kubwa. Revelation chapter 2 verse 14, na tunafaa tutubu dhambi ya Balaam na barabara ya Balaam. Bible inasema, but I have a few things against you, Revelation chapter 2 verse 14, because some of you hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to place a stumbling block before the Israelites, so they would eat food sacrificed to idols and commit sexual immorality. Wakati Balaam alipoambiwa na Mungu, usilaani wa Israeli maana mimi nimewabariki, tamaa ile ya pesa haikuishia hapo. Akaenda akamwambia mfalme Balak, maana Mungu ameniambia nisilaani hawa watu, kuna kitu unaweza fanya ili tuweze kuwashinda. Wafundishe kufanya usherati na kukula vyakula ambazo vimepeanwa kwa miungu ingine. Wakifanya hii dhambi, Mungu wao ambaye ndiye aliumba dunia na vyote atakasirika na atawapiga. Kwa hivyo Balaam akafundisha Balak. Sasa dhambi imeenda kiwango ingine, kiwango ya immorality. Kwa hivyo hii dhambi imejaa duniani. Dhambi ya Balaam, the greed of money, greed of fame. Watu wanataka ukubwa. Alafu ukitoka hiyo level unaingia the next higher level, sexual immorality. Dhambi ya Balaam ikafanya Waisraeli waingie katika usherati, katika adultery na katika dhambi ya kuabudu miungu mengine. Dhambi ya Balaam inafanya watu waabudu mapepo. Dhambi ya Balaam inafanya watu wa commit adultery. Adultery ni dhambi ya mtu ambaye ameoa ama ameolewa anatoka nje ya ndoa, hiyo ndiyo adultery. Dhambi ya fornication ni kijana ambaye hajaoa, msichana hajaolewa, lakini wanaishi na wanafanya tendo la ndoa, hiyo ndio inaitwa fornication. Na kwa hivyo dhambi ya Balaam number 2 inaingia level ya immorality, inaingia level ya kufanya usherati. Dunia yote imejaa usherati, homosexuals wamejaa kila mahali, gayism is all over, bisexual ndio nasikia wanajiita transgender. Wengine mpaka wanajibadilisha kuwa wanawake na walizaliwa wakiwa wanaume. Wengine wanajibadilisha kutoka wanaume wanakuwa wanawake. Dhambi imejaa duniani ya usherati. Kikombe cha uovu kimejaa duniani. Saa hii watu hata wanaoa wanyama. Bestiality imejaa duniani. Naomba tutubu kama taifa. Naomba tutubu kama mataifa. Peradventure, Daniel alisema, peradventure God will hear us and forgive our sins. Wakati Daniel alimzungumzia mfalme wa Babylon, akamwambia tubu dhambi zako, peradventure Mungu atasikia na kusamehe. Mimi naomba tuombe tutubu dhambi za immorality, zimejaa kila mahali. The adultery of the eyes imejaa kila mahali. Adultery of the mind imejaa kila mahali. Physical adultery imejaa kila mahali. Naomba tutubu. We are not going to commit these sins. We are going to repent. We are going to humble. Tuondoke kwenye barabara ya Balaam. Tuondoke kwenye dhambi ya Balaam. Kwa hivyo dhambi ya sexual immorality ni dhambi ambayo imesababisha dunia ijae uovu. Kikombe cha uovu kimejaa. Nashangaa siku hizi kuna baby mamas, sijui daddy, anaitangwa baby daddy, sijui daddy baby, whatever you may call it. Sijui ni daddy baby mama, no, ni baby
mama baby ama ni baby mama, wewe sijue iite vile utaita. Mimi nimeshangaa siku hizi mtu anasema ukimuuliza who is this? This is my baby mama. Sasa tumetoka kiwango cha wife, mpango ya kando. Hiyo ingine sijui inaitangwa nini. Unajua kulikuwa kashungua ni yako kadada kadogo. Tumetoka hiyo, sasa tumeingia baby mama. Mungu atuokoe na uovu huu. Mungu atuokoe na hii dhambi. Inaitwa the way of Balaam. Dhambi ya Balaam ni dhambi ambayo alifundisha Waisraeli kufanya. Wakaingia kwa usherati, wakaingia katika uovu mkubwa ambao ulisababisha makosa ya Waisraeli kufanya dhambi, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, wakaanza kufanya dhambi ya usherati, dhambi ya immorality. Na kwa hivyo Bible inasema the sin of Balaam, aliwafundisha akawawekea Waisraeli stumbling block through idol worship and sexual immorality. Finally, dhambi ya Balaam katika kiwango sasa cha juu inaingia dhambi ya, imeandikwa Jude chapter 1 verses 11, inaitwa the error. Dhambi inafika kiwango kinaitwa error. Nitaelezea zaidi makosa. Dhambi inaweza komaa ifike mahali inaitwa error. Error ni kumaanisha imeingia sasa kwa jamii, imeingia kwa watu, imekubalika. It is a way of life. It becomes an error. Jude chapter 1 verses 11. The Bible says, woe to them. They have traveled the path of Cain. They have rushed headlong into the error of Balaam. They have perished in Korah's rebellion. Bible inasema woe to them. They have rushed headlong into the error of Balaam. Kwa hivyo Bible inasema hii dhambi ya Balaam ikikomaa inafika mahali kunaitwa error. Error ni makosa. Error is a mistake. Inaingia kwa society, inakubalika na inakuwa culture na inakuwa way of life. Saa hii kuna mahali homosexuality is a way of life, totally accepted. Mpaka wahubiri wanaenda harusi, unaona mhubiri anaatenda harusi ya gay, wanaume wawili wanaoana na mhubiri yako hapo na Biblia yake. Error imefika kiwango cha error. It is totally accepted. Ati makanisa niliona moja imefunguliwa, ati kuwa member huko you go naked, mnaabudu hamuna nguo, wanasema ati tunarudi kuwa Adam na Eve original. Hata pastor mwenyewe anasimama pale akiongoza ibada tupu, hana chochote. Sasa nauliza, hata mtaabudu vipi? Na wanawake kwanza ndio wamepangwa hapa mbele. Nafikiri anapenda wanawake wakae mbele, nao wote wanainua mikono tupu. Ati saa hii it is an error. It is an error. It is an error. Ecclesiastes inasema I have seen an error on the face of the earth. Makosa. Bible inasema Balaam, barabara ya Balaam inafika kiwango cha error. Dhambi inafika mahali inakuwa a way of life. God has to correct the earth. He is repairing the earth whether we like it or not. There is a repair that is happening right now. Ukiangalia, hata nilishangaa juzi wakisema ati the ozone layer, unajua watu walikuwa wameleta pollution, imejaa katika anga. Nimeona juzi wakionyesha satellite ati anga ya dunia imeanza kuclear. Chemicals zile zilikuwa zinatupwa juu zina clear. Wamesema the level of prostitution is almost going to nil, inaenda hiyo kazi ni kama inafungwa sete nyingi. It was an error. Prostitution is legalized. Watu kufanya dhambi it's okay. Hapa Kenya swiping of wives has become the order of the day. Error. You know, when I lived in Nairobi, I remember there were groups, na nilikuwa nasikia naelezewa kuna vikundi ambavyo they swipe wives. Ati munaenda, munaweka kakikapu mahali na funguo za gari. Munaweka gari zenu mkiwa 10 couples. Munaweka funguo ya gari kwa hiyo kikapu. Alafu ile funguo utachukua, huyo ndio mwanamke utaenda na yeye. Wanageuzana wake zao hivi. Every Friday swiping wives. An error. It is an error. It is wrong. Dhambi ya Balaam ilifika kiwango ikatoka greed na tamaa, ikatoka immorality. The Bible says
now it has become an error. It has become a mistake. It has become a way of life. It is a way of life. Abortion inakuwa is a way of life. Ati siku hizi unasikia mpaka legalizing gayism in Africa imeanza kufanyika. It is a way of life. Saa hii wizi Kenya, it is a way of life. We celebrate thieves. Mtu akiiba awe na mali nyingi anapigiwa makofi. An error. Corruption has become the order of the day. An error. Saa hii mtu anaweza fanya maovu na tumuone tena kwa TV anakuwa celebrated. Na yet hakuna justice kwa watu wale ambao wamefanyiwa maovu. It's an error. Just because somebody is from your tribe, just because somebody ameiba na ametoka kabila yenu, lakini tuna support, ni wetu ni kuingiliwa na ni wizi, tuna support wezi wanatuongoza, is an error. Mungu atusaidie, atuokoe, atuondolee the error of Balaam, the error that has come on the face of the earth, the error where even men and women of God can stand on the altar and curse the congregation. It's an error. It's an error. It is an error. Watu wanatumikia Mungu kwa madhabahu na huku wanapata watoto na wanawake wa kanisa. It is an error. It is an error. Na inakuwa kawaida na inakubalika. Siku hizi wanasema ukiwa na scandal you'll become more famous. Create a scandal. Hakikisha uko na scandal kadhaa ili ujulikane. Yet the Bible says a good name is better than precious oil or ointment of sweet perfume or smelly perfume. Ati jina nzuri linapita even a precious stone. Lakini siku hizi watu wanajitengenezea jina na kuwa na scandal na kufanya kikitu kitatisha wanadamu. I pray for you, we shall come out of the error and the mistake of Balaam. Tutaondoka kwenye makosa na njia ya Balaam. Na saa hii Mungu, ninaombea taifa la Kenya. I pray for the nation of Kenya, ya kwamba the Lord you will deliver us from the errors that we have accepted. Makosa yaliyofanyika Kenya, corruption na mambo mengi ambayo yamefanyika katika taifa letu, tunatubu katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana utusamehe kama taifa. Tunaomba Mungu utuponye kama taifa, ya kwamba this nation will not vomit us. Hatutatapikwa na nchi kwa sababu ya the way of Balaam, kufika mahali ambapo makosa na dhambi zinakuwa celebrated. Ninatubu kwa niaba ya taifa hili, niaba ya familia zetu na maisha yetu binafsi. May you hear us, O God. May you forgive us from the sin of Balaam. Ninaombea walio wagonjwa na mataifa from Italy to America to Spain to South Africa to Egypt to Rwanda. Mungu ukatuponye na ukatusamehe dhambi ya Balaam. Tusamehe hii makosa, tusamehe hii dhambi, tuondolee makosa haya katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pengine uko hapo nyumbani na ungetaka kuokoka, you like to give your life to Jesus, rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Kutoka siku ya leo nimeamua kutubu dhambi na makosa ya maisha yangu. Niondolee dhambi ya Balaam, niondolee hatia katika maisha yangu, nijaze na Roho wako Mtakatifu. And from today I give my life to you Jesus. Na asante kwa kuniokoa, katika jina la Yesu nimeokoka. Mungu akabariki maisha yako. May the Lord receive you. Mungu akabadilishe maisha yako. Mungu akakuokoe. Mungu akaweze kukujaza mema katika jina la Yesu. Until next Sunday 8:30 on the dot in the morning, watch us on MBCI television. We shall be speaking to you from this station. God bless you and God give you victory over your life. In Jesus' name we pray. Amen.